mwenda zake na rafiki yetu Betty Bayo pamoja na watoto wenu wote wawili, familia yote ya Betty Bayo na pia yako bwanake mwenda zake, Bishop wetu Bishop Wanderi, baba yetu wa kiroho, pamoja na wachungaji wengine ambao tuko nao hapa siku ya leo, viongozi wote tukiongozwa na aliongea hapa saa hizi Mheshimiwa Hezron, pamoja na viongozi wote ambao naona tuko nao hapa, tuko mpaka na wajumbe ambao wako hapa, nyinyi marafiki wote ambao tumeungana pamoja kumwomboleza huyu mmoja wetu ambaye alitugusa kwa njia tofauti sisi wote na kanisa lote letu la CFF. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kubalini tusalimiane hivi kwa salamu zake Mwenyezi Mungu ambapo kila mahali yupo. Bwanake Betty, watoto, familia yote, kwanza mnikubalie tu kwanza nipeane rambirambi zangu kama rafiki, kama mmoja ambaye yako na ushuhuda ya kwamba Betty angeweza alikaa kwa macho ya wengi wetu kama msichana na mama wa kawaida, lakini kwa ushuhuda ambao tunauona kutoka siku zile yeye alipumzika, kwa wale watu wengi ambao wamejitokeza kupeana rambirambi zao, kupeana usaidizi, kujilete, Betty hakukuwa mama ama msichana wa kawaida. Alikuwa na tofauti zake za maumbile na kipawa ambacho alitumia kugusa wengi. Na kwa hivyo nataka niwapatie rambirambi zangu mimi mwenyewe binafsi kama Kimani wa Matangi ya governor. Niwapatie rambirambi za familia yangu yote. Bibi yangu ni mmoja wa wale fans wa Betty kwa familia yetu, kwa vile yeye ndiye wanatuimbia jioni nyimbo za Kikuyu, na kwa hivyo familia yetu yote tunalete rambirambi zetu. Bishop wetu wa kanisa ambalo umetuongoza kwa njia nzuri, pia nataka nipeane rambirambi zangu pia kwa kanisa lote, wafuasi wetu wa kanisa letu la CFF ambao tulikaa pamoja na Betty. Niseme kwa ufupi tu kwa vile nimeanzisha, na naomba radhi kwenu nyinyi wote kwa vile ingekuwa vyema ningekaa kwanza tupojee utaratibu utembee vile unavyofaa kuendeshwa, halafu mimi nipata nafasi baadaye. Lakini pia nami mfanyikazi wangu mmoja ambaye ni senior, niko na pia shughuli nyingine kama hii kwake nyumbani, ambapo pia naye amempoteza bibi yake kama siku 2 siku 3 zimeisha kwa shida na maumivu sawa na hii, na ni watu naweza sema tu ni warika hii na wako mbali kidogo kule upande wa Kenyatta. Kwa hivyo itabidi nifike hapo, na basi ndio nimeomba radhi kwa vile nimeanzisha kuongea kabla wengi hawajaongea. Ya tatu niseme kwa ufupi ya kwamba pia kwa vile tuna wageni wengi, Betty hakukuwa mtu ama msanii ambaye alikuwa na ushawishi ndani ya kaunti ya Kiambu peke yake. Alikuwa na ushawishi kila mahali kwa hii nchi yetu ya Kenya. Na kwa vile tuko na wageni wengi ambao pia wametembea kwa hii kikao, nichukue hiyo nafasi niwakaribishe kwenye hii kaunti yetu ya Kiambu. Naweza sema kwa kumalizia ya mwisho ya kwamba Betty mimi nilimjua kibinafsi, na niseme tu kwa niaba ya musicians wengi, wasanii wengi ambao wako hapa siku ya leo, kwa vile tuko na vitengo tofauti za wasanii.
tuko na wanavuma sana, wanaogopea, wanajulikana, ukisema jina lake anajulikana kila mahali. Tunatembea hivi mpaka chini. Kwa niaba yao wote naweza sema hivi, sisi haswa sisi vijana viongozi wa kisiasa, mara nyingi wasanii wanaweza kuwa hawajajua ama hawajaelewa ile contribution wanafanya kwa kufaulu kwetu kama viongozi. Na nipeane tu mfano kwa ufupi. Kwa vile mwaka wa 2012 mimi nilikuwa nimejaribu kutafuta kiti ya MP wa kule Kikuyu. That was in 2007. Sasa nikaendelea na siasa zangu pole tu, alafu ikafika mahali nikasema although nilikuwa natafuta kiti ya kuwa MP wa Kikuyu na nikaanguka siku hiyo. Wacha vile katiba mpya sasa imetuletea mambo hii ya senator, wacha mimi nitajaribu hii kiti ya senator. So nikaanza kutembea kwa hii county. Hapa pale, mnajua mimi naitanga wa matangi, ndio mtikio hiyo huo. Kaenda huko kupeana matangi kidogo, kaenda kwa makanisa kupeana vitabu. Sasa ndio nitafute ushawishi. Lakini haiko imefika mahali ambapo inayofaa. Wakati wa kutafuta kura sasa nikatafuta gari yangu nzuri, vile mnajua zile magari tunatembea nazo. Na nikaanza kutafuta sasa recruitment, vile nitatafuta musicians ambao watanisaidia sasa kutembea na kushawishi watu watusikie. And for you musicians, most of the time probably you know by now, or maybe you don't know, that the reason mara nyingi unaona tunawaambia kwanza muimbe kabla hatujaongea, ndio sauti yenu na wimbo wenu mzuri kwanza upoeshe na unyoroshe roho za watu ndio waweze kutupokea sisi wenyewe. Sasa mimi nikiwa ninatafuta wenye watanisaidia kuzunguka, kuna jamaa ule anaitangwa ule msanii Garia Junior, nikamuita. Mwambia nisaidie tutafute ka group kidogo. Sasa anakuja akaniletea musicians. Kwanza akakuja na Ben Gedai. Ndio Ben Gedai ni kibogo. Sasa tukaongea na Ben Gedai. Alafu sasa Ben akasema yeye anakuanga na shughuli mingi, so hawezi kujia kwa kikao yangu na kukaanga kwa gari yangu, lakini wakati tunamhitaji tumuite. Haya, tukajua huyu tunaweza kuwa tunaita. Ya pili, sasa tena tukatafuta yule akaita Shiro wa GP. Unajua sasa hizo naye Shiro ndio alikuwa amevuma sana na ile, bado amevuma Shiro tu hata leo. Ndio sasa alikuwa hapo juu sana na ile wimbo yake Muhihinyani. Sasa tukaita Shiro, naye Shiro akasema hapana, okay sawa, mimi naweza kuwasaidia nitakuwa nikikuja, lakini wakati mmeniita sitakaa kwa gari. Alafu sasa Ben akaenda akakuja na group nyingine ya watu watatu. Among that group there was that and this especially. Sasa yeye akaniambia, "Kaka," alikuwa ananiambia na Kikuyu, "Kaka kaidi zeka remboke amuno." Ndio kwa 2012. Kaidi zeka remboke amuno. Ngeta go busy. So sasa wakati wote sasa tukashikana safari ya mwanzo, tukatembea kwa kaunti mzima, tunaanzisha wimbo na beti throughout. And this is the reason how I remember this lady for my life. It was my first time to get elected. Usiku wakati watu wamelala, wakati sisi wenye hawatujulikani tunajaribu kuweka ushawishi, me and Betty tulikuwa tuna kata barabara huko usiku saa 6 ya usiku Limuru kule upande wa Kikuyu. Dita shio tuko okaibwa kiroli niria kwa karwe bo busy dita hedado metoro toto yete ndio ndio tutiramenya kana kumbukeni wakati huo watu wa Kiambu nilikuwa nikishindana kwa kiti ya senator na yule Githunguri alikuwa MP hapa na ni mdosi, mnajua ni mtu wa pesa mingi. Nilikuwa nashindana mpaka na mwenye chama ile nilikuwa nasimama naye. Ndiye alikuwa mwenye hiyo chama ile ya TNA. Kwa hivyo mimi nilikuwa ile inaitwa underdog. Mtu mwenye hawezi julikana. Lakini sasa tulitembea na Betty. And all along
a very faithful young lady. Tukakata safari mpaka usiku, and finally nikapata kiti ya kukuwa senator. In my life, kwa yale mambo yote nitakuwa nikishukuru kutoka wakati nilichaguliwa na kutembea na ambaye sitasahau is the role that Betty played to ensure that I got known, I got accepted, and that my voice ilikuwa inakubalika amongst her voice, her sweet voice in singing, ya kwamba I could get the votes and become the senator for Kiambu. And we did the same in 2017 when I went to run again. And so may God rest her soul in eternal peace. Mimi na watu yangu, familia yangu, tulikuwa tumesema tutapeana zawadi yetu kidogo. I know we have contributed for the welfare of all that will be done to her family, to her children, to all those, and to her legacy, because najua kuna mengi ambayo itafanyika baadaye. Bishop wetu ukinikubalia, wakati ninapeana rambirambi yangu, mwanzo Bishop wetu, on behalf of the family, Wanake Betty, if you agree, I have my special condolence message for her. I'll hand it over to you, Getao. Nitakupatia hii condolence message. Bishop wetu niko na contribution yangu hapa ambaye pia ningependa nitakupatia, and then you can hand it over to the family. So Bishop, if you don't mind, tafadhali nikualike niichukue, alafu you will hand it over to the family. May Betty's soul be rested by God Almighty in eternal peace. Amegusa sisi kwa njia tofauti, ama namna gani jamani? So tafadhali Bishop wetu, nikupatie hii message ya condolence, ni ya familia, nitapatia Getao, lakini hii contribution yangu na familia yangu ningeomba utaipokea, alafu utapeana hapo. Tumepeana 300,000 euro. Ndio hata kama itabidi tukule ugali na turungi kidogo, but that girl made me earn my first salary as a senator. So it goes a long way in giving back to what she did to my life. And I know that's what she has done to the lives of very many. Allow me to say, Bishop, to the entire family of our musicians, watu wetu ambaye wasanii wote, nataka niwapatie rambirambi zangu, because I know nyinyi mmeguswa kibinafsi, you are one family, and I know you have had a long history with Betty Bayo. So mpokee rambirambi zangu pia kama gavana wenu. Bishop, allow me to finish by saying, kwa vile the last time I was in this church, tuliongea mambo juu ya hii barabara ya kwangu hapa nyuma ambaye tulisema tutakuwekea kabla na watu wako wote. I am ready now. So niko tayari hiyo barabara vile umeona. Kwanza nilienda ile kazi nyingine ambayo najua watu wote ambayo mtu hapa Kiambu ameona. We decided first to transform our education. That was my first day. Na ndio mnaona nilienda kujenga our ECD learning centers. I want to announce to the people of this church CFF, who are my people, across the entire county of Kiambu. Today, I have built a total, out of the existing 524 primary schools in Kiambu, I have built 512 ECD learning centers, complete and finished as of today. That was my first pillar. My second pillar was in health. And I have successfully built 6 level 4 hospitals and completed. And 26 level 3 hospitals and completed. And God willing, now we're now in the last phase, ya barabara. I have installed 12,000 street lights, solar, in Kiambu County. And now tunaenda sasa kwa hii kazi ya kumaliza mambo ya barabara. That's why I'm assured you, Bishop, hii barabara yako ya kabla hapa nyuma, na ile barabara ingine iko pale kwa ile kanisa ya PC ile ya kuvuka ngambo ile,
I am ready to work on it. By February, they will be done and completed. So ni maombi tu mimi nitaomba kama watu wa kanisa hili letu, God willing, so that we can finish our work, do what we have to do, serve the people of Kiambu in the right way. I give you my assurance when you give me a job, that I'm going to be faithful, that I'm going to be resilient, that I'm going to make sure that the resources of the county of Kiambu are spent in a good way. So unajua mtatushikilia na tuko pamoja. So may God bless all of you. Mtatuachilia sisi wakati wa kwenda, ndio tuende pia tushirikiane na wale wengine. Asanteni sana na Mungu.